Yes, ndugu watazamaji wa Mula Farm, karibuni tena shambani. Tumekuja shambani leo. Kama unavyoona imechukua muda mrefu sana. Tulikuwa tumetoka Burundi kufanya ujenzi wa banda la mbuzi kama video tumeona ya mwisho. Na tumekuja shambani tena kuangalia maendeleo ya shamba na mbuzi wamefikia wapi na wanaendeleaje. Yes, kama unaweza kuona sisi kama unaelewa tunafanya biashara ya Boer. Tunafanya biashara ya Boer, pure Boer, na hawa ndio ambao waliobaki. Tumeshauza wale ambao wamezaliwa, na hawa ni parent stock. Watoto kama unavyoona ni kale pale, ile pale na miezi miwili, umezaliwa miezi miwili. So unasogea hivi huko tunaendelea kuonesha watazamaji. Mtoto mwingine huyu hapa na yeye ana miezi miwili. Kama unavyoona ni wakubwa sana, warefu kubwa. Ana miezi miwili. Si ndio boss? Huyu ndo mtaalamu. Hawa wananyonyesha. Huyu ananyonyesha. Na kuna mwingine pia ananyonyesha. Kwa maana unaona body score yao iko hivyo. Bado miili yao haijarudi vizuri. Yes, so karibuni Mula Farm. Nimefurahi sana, nimemiss shamba langu na leo tumekuja shambani. So karibu tuone. So naomba waoneshe mama huyu. Hapo atakimbia. Wanamwona tu pale vizuri. Zamu namuona huyu mama. Ningemvuta kwa karibu. Hebu mzoom ndio huyu mama umuone vizuri. Hao ndio parent stock yetu, na tukisema ni pure Boer ndio hao. Mama kwa wengi hapa muoneshe vizuri. Waone jinsi walivyokuwa warefu, walivyokuwa na miili mikubwa. Huyu nadhani alibana kuna nani mabanzi Hapa na mimba yule. Na mimba. Naona mguu wa nyuma anachemea. Kwa kabisa nishughulikie sehemu, nadhani sehemu nyingi zimeoza. Jeli banda lina miaka kama 5 sasa hivi. Unaona, unaweza kuonesha, unaona? Bado vitu vingi vya repair sasa hivi, vya kubadilisha. Ni banda ambalo limekuwa la muda mrefu. Limekuwa muda mrefu. Unaweza kuonesha pale pia jinsi tunaofanya ulinzi wetu. Kuna kamera ile pale. Hizo ni kamera mbili, moja ina rotate 360. Hiyo chini ina taa, inamulika taa usiku. Kama ukifika hapa karibu na eneo la banda inamulika taa. Alafu hii nyekundu tunatumia kama sema zile vimwekumweku au vimweli. Nalia wi usiku. Ndio hichi hapa. Hichi nacho kina sensor. Hii hapa chini ni sensor hii. Hii hapa ni sensor. Kwa hiyo ina sense from distance, kwa umbali. Kwa mtu kama anakaribia huku, inaanza kupiga kelele hichi. Inapiga kelele kweli usiku. Natumia solar, hii inatumia solar. Na hii taa yetu tunatumia solar. Solar yake na hii kamera inatumia solar, solar yake ipo nayo ipo juu. Yes, so man, I'm excited. Pia nataka naonesha tu kwamba huu ndio uzazi ambao uliobaki. Hawa ndio ni majike hawa. Majike kwa sasa hivi tuwauzi. Wale madume wote tushawauza. Hawa ni majike wamebaki. Subiri so mpiga kamera naomba sasa uoneshe huyu dume mweupe huyu. Unaweza kumdaka dume? Huyu ana miezi mingapi? Na miwili naye? Ana miwili. Mbona ni mkubwa sana. Ni mkubwa afu mrefu, ameenda juu. Mje kumdaka afu nionyeshe wateja wangu, watazamaji wangu na wafugaji wenzangu kile ambacho ninachowafundisha au ninachowaambia. Hao ndio matokeo yake. Hao ndio matokeo yake. Huo ndio uzazi. Tulimchukua dume la
la Galagot. Huyo dume la Galagot akapanda hawa mama wetu. Pure Boagot. Tukapata hivyo mwacha tu hivyo, mshike tu hivyo. Tukapata uzazi huu. Kwa hiyo tumefanya kama majaribio tuone tutapata nini tukimchanganya Galagot na tukamchanganya na Boagot jike letu, tutapata nini. Kwa hichi ambacho ndio tulichokipata hichi. Kama unavyomuona huyu ana miezi miwili. Na ni mrefu kiasi hichi. Sio nikuja kwa karibu ili uone huyu mbuzi. Nataka uone mbuzi. Mimi sitaki hata kuonekana. Uone mbuzi. Uone mbuzi vizuri kabisa. Kwa hii ni hybrid, hii ni cross breed. Tumetoka Galagot tukamweka na akapanda Galagot dume akapanda majike yetu hao. Tukaona wana miezi miwili kama unaona yule pale ni miezi miwili ananyonya. Lakini ni mkubwa kweli. Wote walizaliwa wakati mmoja. Kwa yule ni pure Boagot. Huyu anasema ni cross, mchanganyiko. Mchanganyiko ya Galagot na Boagot nikapata hichi. Kwa kile kinachowaambia kwamba pia ukiwa na pure Boagot dume ukamchanganya na majike unakuja kupata watoto kama hawa. So hiki ndio kitu ambacho nakionesha. Ndio kitu ambacho nakionesha na kifundisha katika channel yetu. Huyu mnavyomuona ni jike huyu wa Boagot. Huyu auzi. Najua watu wengi watamuona watataka auzi kama unaweza kumuona. Majestically. Anatembea vizuri kabisa. Ana afya nzuri kabisa. Miezi miwili tu. Tayari pale ukimshika ana uzito mzuri. Unaweza kumwacha tu. Mwingine huyu hapa. Msukuma yule aje mpiga picha yangu amuone. Huyu ni size ya kati. Ni jike hili size ya kati. Alizaa huyu akapata shida, akapata abortion. Kwa sasa hivi anaanza kuregain kurudi katika hali yake. Huyu hapa ndo namzungumzia. Aliabort huyu. Ilikuwa katika machungo dume akampanda kabla ya yeye kuwa matured kuweza kubeba mtoto. Kwa hiyo kisha baadaye kuja kutoa mtoto. Alitoa mtoto ambaye ni mkubwa sana, kwa dume likubwa sana. Kama unaweza kumuona. Kwa hiyo anarudi katika hali yake. Haka ni kale nikaloko. Kana miezi mingapi sasa hivi? Almost hata miezi 6, 7 ishafika. Baada akakuya. Huyu naye ni jike, ana miezi miwili kama unaweza kumuona. Mzuri kabisa, manyoya ya kutosha, wanapendeza sana. Kwa hiyo hawa ni majike ambao walibaki, madume wao ambao walizaliwa pamoja na hawa tushawauza kwa wateja. Wateja washachukua. Kwa hiyo bado wateja ni wengi, uhitaji ni mkubwa kama unavyoona, very majestic. Wana manyoya mazuri, wanapendeza sana. Na ukuaji wao ni mkubwa sana. Kwa sisi tunazalisha hawa pure Boagot. Na kwa nini wako wachache hivi? Ni kwa sababu bado hatuja amua kufanya kuwa retain au kuanza kuwaongeza kwa wingi. Kwa hiyo tutafuta tena wakati mwingine, tutafuta bunch nyingine ya majike tutaileta. Na hii itakuwa ni bunch ya kwanza, tata bunch nyingine tena. Itakuwa bunch nyingine ambayo itasaidia kuongeza uzalishaji. Sababu uhitaji umekuwa mkubwa wa Boagot kama unavyoona. Na hapa hamna cross. Cross hamna kama unavyoona, hamna cross. Kasoro ile dume inaonyesha mweupe. So tunafanya hiyo kama tulivyosema, tunafanya hizo experiment ya kuprove au ya kuona kwamba kwetu Tanzania sisi tutaweza kufaidika vipi na hawa Boagot. Kwa sababu kila nchi ukienda India, Zambia, ukienda South Africa, ni wote wana Boagot, lakini kila watu wana matumizi yao tofauti. Sababu aina ya loko mbuzi ambao wanao India, wanao South Africa, wanao Zambia ni tofauti pia na Tanzania. So pia sisi tunafanya hivyo, tunafanya experiment kuona tukichanganya hivi na hivi na hivi tunapata kitu gani. Je, Boagot anaweza kutupa matokeo sahihi kama inavyosemwa katika tukiangalia mitandaoni au tukiangalia South Africa. Hiyo ndio tunachokifanya sisi kama Mulap Farm. Kwa hiyo hizi video ninavyozionyesha ni kuwapa
report au kuwapa mrejesho kwamba tumefikia wapi, kimefanya hivi na kimeonekana hivi. Na nyinyi mnakiona ndugu wafugaji wenzetu. So huyu ni dume ambaye alizaliwa hapa Tanzania shambani kwetu. Dume ambaye sasa hivi ana mwaka mmoja na miezi 8. Kama unavyomuona. Bado mdume kijana kabisa. Unaweza kumshika tu ndefu. Mshika tu ndefu mkamchia pembe yetu umeone vizuri. Unaona? Sasa huyu dume anauzwa shilingi 300,000. Kwa yote ambaye atakayetaka huyu dume, first come first take. Wa kwanza kuja, wa kwanza atachukua. Kwa huyu ninatoa offer au natoa tangazo kwa wafugaji wenzangu Tanzania. Yote ambaye anataka pure Boer goat dume ambalo liko tayari kupanda, huyu hapa. Sasa mpiga picha yangu naomba tumzunguke ili umuone upande zote. Kwa huyu ndio tunamtoa jamani, na kama unavyoona shape ya kichwa na shape ya kichwa na shape ya nanili ya pembe. Hiyo ni moja ya sifa ya Boer goat. Ni round shape. Round shape ya kichwa. Unaona kama kichwa kuanzia hapa shuka hivi. Ikafika pale pembe zikalala hivi. Kwa tayari naona ni a very good, naita very good back. Ndume mzuri sana. Kwa hiyo hiyo ni nadhani ipite. Unaweza kaonesha kule nyuma one nyuma mkia one mbegu. Hiyo ndo mbegu. Tunauza hiyo ndo mbegu. Kwa hiyo iko tayari kupandwa. Kama una milioni 3, nitumie message WhatsApp. Namba ni hapo. Wengi mnitafuta watu kama 500 wanataka Boer goat. Haya, huyu hapa atakayekuja wa kwanza alipe, achukue mbuzi. Apeleke shambani kwake. Pia tumeachana naye. Apate mafanikio kama sisi tupata mafanikio. Kwa hiyo ni offer ambayo tumeitoa. Yes, so tuendelee. Ile ilikuwa by the way. Atakayepata ujumbe amwambie mwenzake anayetaka atucheki kupitia WhatsApp, naomba tafadhali sipigwe simu, tutume message. Unaweza kumwachia tu. Yes, so kama hapa ni sehemu nyingine ya kukaa. Mara nyingi tunawatengea hivi mavyumba kwa ajili ya wawe comfortable. Wakae kutokana na rika lao, kutokana na jinsi wanavyojisikia. So naomba nimalizie hapa video. Sina mengi ya kusema. Mwenye macho ameona, ambiwe aone. Na changamoto zote za shambani kwetu kama Mula Farm, nyinyi mnazipitia, mnaziona video zetu, hatuchuji kitu, tunaonesha live. Kama tumekuja shambani tumeonesha kama huyu jike mguu wake ameteguka kwa ajili ya banda. Sasa unaona kama pale muonesha vijana pale maelekeza wanarekebisha ile sehemu ambayo aliingiza mguu akajikwaa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina happen, vinatokea katika ufugaji, vitu halisi kabisa. Kwa nimeelekeza pale warekebishe, sababu nimepita nikaona amedongiza mguu. Kwa probably pale ndio sehemu ambayo ilimuumiza. Yes, lakini hizo ni injuries, minor injury naita. Zitapona kwa wakati. Hazina shida kabisa. So hawa na mimba na expect kuja kutuzalia tena. Yes, huyu anayetaka huyo dume mweupe atanicheki kwa message, nitampatia. Huyu ana miezi 2 tu. Kwa hiyo unaweza ukaimagine utapata dume mzuri tu ndani ya miezi kuanzia miezi 8, 9, 10 yuko tayari kupanda. So that's it. Chengine labda nijibu maswali. Kuna baadhi ya maswali ambayo ninaulizwa na wafugaji wenzangu kwamba hivi dume anaweza kupanda akiwa na umri gani au akiwa amefikia umri gani? Unacheza. Yes, so mara nyingi mimi nashauri watu kwamba tusiharakishe kupandisha madume kwa majike yetu. Tumwache dume awe matured kuanzia miezi 10. Unaweza kumpandisha dume lako. Yes, ukinunua dume kwetu kuanzia miezi 10 unaweza kumpandisha. Yes, so hiyo ndio ushauri wangu na utapata kitu kizuri. The more jinsi unavyomwacha akue, na maanisha zile mbegu na zile kukomaa. Kwa hiyo dume anauza mbegu.
Tuelewane jamani. Yule dume nisema namuuza, unakuja kuchukua mbegu. Ile ni mbegu. Na uta regret. So that's it. Asanteni. Subscribe, like the video, share the video. Yani wami sana, so nikaamua kuja shambani pia ni wape 1 2 3 ndio 2 3. Unajua tumemisiana, niko mbali nafanya kazi nyingine. So asanteni sana jamani. Bye bye.